Kwa majina naitwa Abdul Kadir Masa, ni mwandishi, mtunzi, msimulizi, lakini pia ni mshairi. Nimeandika vitabu viwili vya hadithi. Wataalamu wa Kiswahili wanaweza kusema riwaya. Riwaya mbili. Ya kwanza inaitwa Hatima Iliyofutika, ya pili inaitwa Katika Kivuli cha Ulimbukeni. Labda nianze na kimoja, nianze na Hatima Iliyofutika. Hiki ni kitabu nilichokiandika wakati namfikiria binti ambaye atapitia changamoto fulani, alafu jamii ikamtupa. Kwa maana kuanzia familia, akaenda nje pia akakosa wa kumshika. Lakini nikatafuta mandhari, nikasema nitumie wakati upi? Nikasema hivi visa vyote nitumie wakati wa janga la corona, kwa sababu wakati nafikiria kuandika kitabu hiki ulikuwa wakati wa janga la corona. Kwa mazingira yote ya kutelekezwa kwa binti na zile changamoto anazopitia alikuwa anazipitia wakati wa janga la corona. Sasa huu ni binti ambaye alikuwa exempted kutoka shule kwa sababu ya makosa ya kinidhamu. Alipata changamoto ya ujauzito akiwa shuleni. Sasa wakamfukuza. Alipokwenda nyumbani, mzee wake akashindwa kulipokea na mama yake alishatangulia. Kwa alipofukuzwa nyumbani, amtafute yule sasa mwenye kiumbe chake, hakumpata, naye alikuwa ametoweka. Amekwenda wapi? Sasa akaamua aende kwa shemeji yake, kwa maana rafiki wa yule mwenye kiumbe. Alipofika kule kwa shemeji yake, kampokea vizuri nini, basi shemeji yake naye akawa anamtaka binti huyo kimapenzi. Binti kuona kwamba haiwezekani, kabidi atoke kwa shemeji yake, achukue mizigo yake kwa hasira aingie mtaani. Anaingia mtaani na tangazwa lockdown. Na lockdown watu hawataki kuzuru mitaani, wanatakiwa wawe ndani. Anaenda nyumba ya nani? Na ule mwanaume wake aliondoka, alimuaga vizuri tu, mimi naenda Arusha, naenda kujitafuta. Lakini alipofika tu kule, hoteli yake aliyofikia ndio hoteli ambayo ilikuwa na mgonjwa wa kwanza wa corona. Kwa akapigwa lockdown. Tungesema labda angempata kwa mawasiliano. Yule jamaa simu yake aliacha mahali njiani akiwa anakuja. Kwa kwenye kitabu munaeleza aliacha vipi, ilikuwaje njiani. Kwa sababu ilifika wakati mpaka zikazuka yule bwana amefariki. Kwa mwanamke baada ya kupigwa lockdown hana pa kurudi, kabidi arudi kwa shemeji yake pale pale. Sasa ndo visa vinaendelea, shemeji anaendelea kumtaka, baadaye anakuwa maudhi, anataka kumbaka, anamfanyia vitimbwi. Kwa katika kujihami, yule binti akasababisha mauti ya shemeji. Akimbie tena. Akatoka kwenye ile nyumba, akakimbia akaacha maiti kaifunga na kufuli. Anaingia tena mtaani wakati wa corona, akiwa na ujauzito ushakuwa mkubwa. Kwa hiyo hicho ndo kisa. Naumu kuna matukio mengi sana, lakini iko ni kama kionjo cha kisaiko cha Hatima Iliyofutika. Unajua, nafikiri vitu ambavyo vinakemewa au vinazungumzwa mara nyingi huaga bado vipo, ila vinabadilika kwenye namna ya kufanyika. Kwa mfano, unyanyasaji wa kijinsia wa zamani sio sawa na unyanyasaji wa kijinsia wa zama hizi. Unyanyasaji wa kijinsia kipindi kile naweza tukuzungumza kwa namna tofauti. Tunalalamika watu kukeketwa, tunalalamika watu kuolewa wakiwa wadogo sana, tunalalamika watu kulazimishwa ndoa. Lakini sasa hivi yaweza kuwa vimepungua vitu hivi, lakini kuna unyanyasaji wa namna nyingine. Kondo nimeuzungumza ndani. Unajua, mtu anapokuwa tayari kashaingia kwenye matatizo, unapomnyima tena haki nyingine zote kwa sababu ya changamoto ambayo imemkuta kwa sababu ya makosa yake, unamnyanyasa kihisia. Na anapokuja pia kuhitaji msaada kwako, wewe ukataka akulipe. Na kwa zama hizi, siku hizi mabinti wanalazimishwa kulipa fadhila kwa kutoa penzi. Kwa pia ni unyanyasaji wa kijinsia. Kwa nimezungumza kuhusu unyanyasaji wa kijinsia, lakini kitu kingine nilichotamani kukizungumza ni kuacha alama, kiasi cha kwamba miaka 10 mbele utakuwa na watoto ambao wameshakuwa hawakuepo zama za janga la corona. Watapata wapi picha? Kwa hiyo wanakuwa wanajifunza kusoma, wakikutana vile vitabu wanaona kumbe wakati wa janga la corona tulikuwa tunavaa barakoa, kumbe watu walikaa lockdown. Umeona bana. Na jambo la tatu ama la mwisho, nilitaka kuwaonyesha watu kwamba unaweza kupita kwenye changamoto na ukaweza. Na nimemtumia kwenye kisa hichi mwanamke, kwa maana wanawake wenzake wakiona wanasema mwanamke mwenzetu alipata changamoto kaweza, sisi tutashindwa vipi? Na mwanaume akiona kama mwanamke kapambana kweli kafuzu, mimi nashindwa vipi? Kwa mambo ni mengi kwenye dunia. Changamoto ni nyingi, zinatuathiri kisaikolojia, zinatuathiri kihisia, lakini tunaweza kuvuka. Mfano wake ni binti Kudrat kwenye kitabu cha Hatima Iliyofutika.